unaonekana utembea na dada. Wewe utembea na dada mtaani hapa. Mbona unaanza maneno ya nini bwana mtu anaona yuko hoi? Sabla wewe sabla. Kalete maji. Sorry. Nakuja. Hapo kwanza. Ndio hospitali. Hey. Jamaa, yani kijini hapa. Sabe? Nimekuja. Actually tulipata shida hii. Ilikuwaje? Tulikuwa tunapiga stories za hapa na pale za kawaida tu, ghafla tunaona mwenzetu Chali. Matatizo gani mdogo wangu? Unasikia vibaya ndugu wangu, ungeniambia nikupeleke hospitali. Ungeniambia mimi nikupeleke hospitali. Haya unatoka zako hapa kumbe unaumwa, unaenda kwa watu huko unadondoka. Ungedondoka sema ambapo hakuna watu. Wewe ungefanya chakula. Mbona unashindwa kunielewa mdogo wangu, Shida nini? Pole. Ila mimi kuna sehemu nilikuwa nawahi. Naomba niwaache. Baadaye kidogo Mungu atakusaidia shoga yangu utapona Mungu akupende. Haya, hamna shida. Tende. Ulipita hapa. Au tuende hospitali? Uko sawa. Kweli uko sawa? Sawa, nenda kapumzike chumbani kwako. Haki ya Mungu. Kama ukubwa ndio huu. Bora ni urefu tu ukubwa. Maisha kuna dakika yashakuwa shakuwa mtihani kabisa. Unakuta kuna wakati mwingine mtu unafanya vitu sio hata kwa matakwa yako, unafanya tu. Na hata wanavyosema sio kukota makopo sio ndio uchizi. Maisha tu ndio magumu, wanafanya watu wanaokota makopo, lakini sio mtu kwamba anapenda lakini atoki kabisa tena kazini naenda kukota makopo. Kama hivyo yani hapana.
Ewa vipi? Hali sio shwari kaka. Ndio kama unavyoona kaka. Mimi nimekuja hapa kaka. Nilikuwa naomba ukaniombe msamaha kwa mkele. Kumbe msamaha kwa mkele. Ndio kaka. Mimi. Ndio kaka. Wow, umemfanyia nini wewe baba mtu kuombe msamaha? Kaka, ni aibu kubwa sana. Umemfanyia nini? Ndio ninachotaka kujua ili mimi nikitoka pale naweza kuzungumza naye bwana nilifuatwa na Gedo anaomba msamaha kwa kosa 1, 2, 3 ambayo yeye kalifanya. Sasa naenda kueleza umefanya nini? Ni aibu sana. Ila ngoja tu nikuhadisie kaka, mimi nilitembea na mkewe. Safi sana. Nilikuwa nataka nijue hapo hapo kwa maana taarifa zako ninazo. Alafu mbona kijana mdogo ona sasa unajisikia unapata maumivu kwa makosa ya kujitakia. Mnavyoambia watu mke wa mtu sumu, nyinyi mnasema gente na maziwa, yatumie sasa ndio upone. Ila kwa hilo mimi siwezi. Kaka, naomba msamaha ila nisamehe kwa yale niliyofanya kaka. Paka nyao nimekwambia siwezi toka. Kaka, nimekwambia toka. Unafanya wenyewe, alafu baada hapo paka. Sabla. Alete sufuria moto tayari. Wewe Sabla. Ndio mwingine na wana. Vipi na wewe kwenye harusi unaenda jana? Maana kwanza barudi usiku hujatupata habari zisizokuwa. Kwanza nilipokuwa nimechoka. Hata hizo habari zenyewe nisingekuwa na uwezo wa kuwapatia kwa kweli. Kuona umefika tu kujitupa kitatani. Ila kiukweli, yani maharusi ni wamependeza. Unajua kupendeza? Yani wamependeza ni hatari. Kuzidi tulipendeza kwenye harusi yetu. Wewe anapenda kusifia. Vitu vingine vya kijinga kaka anasifia. Napenda kula sana ndio maana sijataka kwenda na nyie. Sasa si ndio shughuli chakula jamani. Na isitoshe pia nilipewa kadi peke yangu na mchango nilitoa kwangu. Tabia mbaya. Bana ndio maana sijataka kwenda na wewe kisa unakula sana. Sawa. Yaani hao maharusi walipendeza. Mithili ya malaika. Vipi tena? Mbona na wasiwasi? Salama kwema? Kwema kidogo ila sio sana. Kwa nini sio sana? Nimekuja hapa. Sasa tuna tatizo ndugu yangu. Naomba kidogo tusikilize na mgonjwa kama unavyomuona hali yake mbaya, yani miliki usimwone hapa amesimama. Tungeomba msaada wako kidogo. Kwani hapa ni kituo cha misaada? Hapana, sio kituo cha msaada ila tungeomba kwanza tusikilize. Anasemekana kwamba alikukosea sijui, janielezea kiundani zaidi ila umeniambia nimlete hapa kama mimi rafiki yake. Anasemaje? Au kaka subiri kwanza. Au mmeelekezwa hapa kwa kuna mganga labda mje msaidiwe. Mimi leo mengi sijui, mimi ameniita hapa akanielekeza kama nimlete hapa. Mimi kiufupi hapa sipafahamu wala siwajui nyinyi, ila nyinyi kati yenu nyinyi kuna mmoja atakuwa anamfahamu au nyote mnaweza mkao mnamfahamu. Unamfahamu huyu kijana? Unamfahamu huyu kijana?
ugomvi si ujibu. Tulia na wewe, muda wako wa kuulizwa utafika. Sawa? Basi anafunga mdomo. Nakuuliza, unamfahamu huyo kijana? Kijana unasemaje? Kaka, najua nilikufedhesha sana kaka, na pia nilikutukana barabarani mbele za watu, ila kaka, naomba msamaha wako blaza, nisamee. Mzee Milo, swala sihusiki. Sawa? Nishakwambia sihusiki kabisa mimi na hayo mambo wapi na wapi ndugu yangu. Ona hii hali kaka, inaniumiza kiukweli, inaniumiza sana blaza. Naomba nisamee kaka yangu, nisamee sana kaka. Yaani hali umezitafuta huko unazileta kwangu. Mimi na hayo mambo wapi na wapi nishakwambia yawe maswala haya ni husu. Sawa? Nini wewe? Au unamsaidia kwa kuwa mnajuana huyo? Kama unahusika tu msaidie kijana wako. Mimi na hayo mambo wapi na wapi? Mnanionea bure. Mimi na hayo mambo wapi na wapi? Na unanijua mmeo. Kwa kama unamtetea kwa kuwa unamfahamu sawa. Ila mimi hapa sitoi misaada. Kaka, ona ninapoumia, nateseka. Kweli kaka, mimi ni binadamu mwenzio. Hapo jaribu kuwa mwepesi wa kutoa msaada. Hata msaada hapa shirika la misaada, mmeambiwa kuna misaada, tunatoa misaada ya watu wanaoumwa. Sasa basi kijana, nisikilize kwa umakini, sawa? Hiyo ni mimi nimehusika. Baada ya kugundua unatembea na mke wangu, na nimekuonya sana, ila hukutaka kunielewa. Sasa basi, cha kufanya hapo sina msaada wowote. Wewe fanya ufanyavyo uweze kujisaidia mwenyewe. Wewe muone huruma. nisikilize. Nao ni binadamu kama wewe. Nisikilize sawa? Usinipande kichwani. Hivyo basi, mimi sina msaada wowote. Na hili ni funzo kwa vijana wote wanaojifanya wao ni marijali kwenye kijiji hiki. Na pia ni fundisho kwa watu wote wanaotembea na wake za watu. Hivyo basi, sina msaada wowote. Sawa? Kaka nisamee. Nimekwambia sina msaada wowote. Nenda katafute msaada huko unakukujua wewe. Mume wangu. Wewe, Mume wangu. achana na mimi. Amekukuta. Unajifanya wewe ndo konkodo kutembea na wake za watu. Bado hiyo, atakupa lingine, sawa eh? Ila pole bwana. Inauma. Mshikilie mwenzao vizuri sasa, atadondoka. Na msirudi tena hapa, sawa eh? Huko mkatatue matatizo yenu.